Ziara rasmi ya mafunzo kwa vitendo kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC, wanafunzi wa kundi nambari 13 mwaka 2024-2025 wakifika hapa katika makao makuu ya Idara ya Uhamiaji Tanzania. Lengo ni mafunzo kwa vitendo ndani ya vyombo hivi vya ulinzi na usalama. Ni wanafunzi kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC kilicho chini ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Wamewasili hapa katika makao makuu ya Idara ya Uhamiaji Tanzania, na walipowasili walikaribishwa na Kamishna Amiru Sadik, kamishna wa mafunzo kwa niaba ya afande Kamishna Jenerali wa Uhamiaji Tanzania. Baada ya kukaribishwa katika eneo hili la Idara ya Uhamiaji makao makuu Dodoma, aliwashukuru kwa kutembelea Idara ya Uhamiaji Tanzania, lakini pia akaeleza namna ambavyo chuo hiki kimekuwa kikisaidia kwa namna moja au nyingine katika kueneza taaluma ya ulinzi na usalama kimkakati, lakini pia akaeleza namna ambavyo yeye mwenyewe binafsi alifaidika kwa mafunzo kutoka chuo hiki cha Taifa cha Ulinzi akiwa ni mwanafunzi wa kundi nambari 7. I'm honored to meet you today and I thank for visiting our department. Head of delegation, sir. The Tanzania Immigration Service Department is one of the state security organs under the Ministry of Home Affairs. Its core function is to control and facilitate the movement of persons, both local and foreigners, across our borders. Other functions of the department include issuance of passports and other travel documents to Tanzanians, issuance of residence permits and passes to non-citizens, as well as coordinating and processing the Tanzanian citizenship applications to non-citizens who wishes to acquire Tanzanian citizenship. The department had the vision to become an efficient and effective institution which provide high-quality immigration services that meet both national and international standards. Its mission statement is to facilitate and control movements of persons through implementation of relevant laws, regulations in order to safeguard national security and economic interests. Today, we have gathered here to share our experience through your study tour. We also hope that through the presentation on the role of information communication technology in promoting national security, challenges and the prospect, which will be facilitated by our officers, you will be able to grasp some useful information for your cause. Thank you for your attention. Karibu sana. Mkuu wa msafara huu Brigedia Jenerali Charles John Ndiege ameeleza dhumuni la safari hii. Naitwa Brigedia Jenerali Charles James Ndiege, ni mkufunzi elekezi Jeshi la Nchi Kavu kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi. Tumefanya ziara hapa makao makuu ya Idara ya Uhamiaji ili kuweza kujifunza namna Idara ya Uhamiaji inavyotekeleza majukumu yake katika kuhakikisha kwamba nchi inakuwa salama. Idara ya Uhamiaji kama idara ambayo inasimamia movement za watu wanaoingia nchini na wanaotoka nchini, inayo jukumu kubwa sana katika kuhakikisha kwamba watu wanaoingia nchini, watu wanaotoka nchini hawaleti madhara yoyote ambayo yanaathiri usalama wa taifa. Washiriki wa kozi ya 13 ya usalama na strategia katika Chuo cha Taifa cha Ulinzi, katika kipindi hiki program inahusu mazingira ya kiusalama ya nje ya nchi au ya kimataifa. Sasa katika muktadha huo, vyombo vya ulinzi na usalama ni wadau wakubwa sana katika kuhakikisha kwamba nchi inakuwa salama. Sasa katika kujifunza majukumu ya vyombo hivi, washiriki wa kozi wanafanya ziara hizi katika kipindi hiki. Tulianzia mambo ya nje, tukaenda makao makuu ya Jeshi la Ulinzi wanaitwa Tanzania, tukaenda jeshi la polisi, tukaenda magereza, tukaenda zimamoto, na leo tunamalizia Idara ya Uhamiaji. Katika muktadha mzima
wa kuhakikisha kwamba vyombo vya ulinzi na usalama ni vyombo ambavyo ni wadau wakubwa na wa mwanzo katika kuhakikisha kwamba nchi inakuwa salama. Kamishna msaidizi wa uhamiaji naye pia ni miongoni mwa washiriki katika kozi hii nambari 13 mwaka 2024-2025, naye akaeleza namna ambavyo amekuwa amenufaika na mafunzo haya na namna ambavyo itakwenda kusaidia idara ya uhamiaji Tanzania katika nyanja mbalimbali. Ninaitwa kamishna msaidizi wa uhamiaji Fadhil Hassan. Tupo leo Dodoma tukiwa katika ziara hii ya kimafunzo kwa vitendo kutembelea vyombo vya ulinzi na usalama hapa nchini. Ziara hii imetusaidia sana hasa katika zoezi ambalo tunaenda kulifanya baada ya kutoka hapa kwenda kutengeneza sera ya taifa ya ulinzi. Kwa hiyo hii imekuwa ni kama input kwetu na itatusaidia sana katika zoezi hilo ambalo tunaenda kulifanya. Lakini pia kwetu sisi ni nafasi muhimu sana ambapo miongoni mwetu imeweza kutuongezea uzoefu kwa yale ambayo tunaenda kukutana nayo makazini kwetu, hasa katika kushauri viongozi juu ya namna bora ya kutekeleza sera na mikakati ya kiusalama. Lakini pia hii ni nafasi nzuri kwa washiriki ambao wametoka nje ya nchi kuona jinsi gani vyombo vyetu hivi vilivyopiga hatua katika ulinzi na usalama wa nchi. Teknolojia ya habari na mawasiliano ni miongoni mwa ajenda mtambuka kote duniani. Brigedia Jenerali Hassan Mabena naye akaeleza namna ambavyo maendeleo ya teknolojia ya habari na mawasiliano inakwenda kugusa taifa la Tanzania na dunia kwa ujumla, na namna ambavyo hali ya kiusalama inapaswa kutazamwa kwa jicho la kipekee kabisa. Tuko katika ziara mkoani Dodoma katika vyombo vya ulinzi na usalama, hii ikiwa ni sehemu yetu ya masomo kwa vitendo, kwani baada ya kupata mafunzo kwa nadharia pale chuoni, sasa tunakuja kuunganisha yale tuliofundishwa kule na huku katika hali halisi. Kama sote tunavyofahamu kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinahakikisha kwamba usalama wa taifa letu unakuwa sawasawa, lakini pamoja na nchi ambazo zinatuzunguka. Sasa kauli mbiu ambayo tuko nayo ni teknolojia ya habari na mawasiliano, ambapo sote tunafahamu kwamba habari na mawasiliano ni kiunganishi ambacho kinahakikisha kwamba usalama wa taifa letu unakuwa sawasawa. Sasa kama vyombo vyenyewe vya ulinzi na usalama vilivyo, kwa maana ya Jeshi la Ulinzi na Wananchi wa Tanzania, kwa maana ya Jeshi la Polisi, Jeshi la Magereza, Uhamiaji pamoja na idara ya usalama wa taifa, hivi vyombo vinafanya kazi kwa pamoja. Sasa kupitia habari na kupitia mawasiliano ni kwamba kuna mfumo ambao serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuja nao kuhakikisha kwamba vyombo hivi vinafanya kazi kwa ushirikiano, kuhakikisha kwamba wanapata habari zozote, zikiwa ni habari za matishio, lakini pia zikiwa ni habari njema kwa manufaa mapana ya taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa nikiwa kama mshiriki wa kozi na nikiwa kuelezea yale ambayo tunafundishwa kule kuhusiana na swala zima la usalama wa taifa pamoja na mikakati ambayo nchi yetu inaichukua kuhakikisha kwamba nchi yetu ya Tanzania inakuwa salama katika upande wa kiuchumi, katika upande wa kijamii, kiutamaduni, lakini pia vile kisiasa. Kwa hiyo kupitia teknolojia hii ya habari na mawasiliano ni kwamba vyombo hivi vya ulinzi na usalama vimekuwa vikifanya kazi zao vizuri kabisa kuhakikisha kwamba majukumu yale ambayo wanayasimamia yanakwenda sawasawa, kuhakikisha kwamba habari zinafika kutokea ngazi ya chini mpaka ngazi ya juu, na hatua ya haraka inachukuliwa kuhakikisha kwamba mawasiliano yanafika katika kila nyanja. Sote tunafahamu kwamba Tanzania ina mipaka yake na inapakana na nchi mbalimbali. Sasa ile teknolojia ya habari na mawasiliano, kwanza kwa ndani, mimi niseme nchi yetu imefanikiwa sana, kwani vyombo hivyo vimekuwa vikiwasiliana, na ndio maana unaona amani na utulivu uliokuwepo Tanzania. Lakini pia vile habari na mawasiliano ni kitu ambacho ni cha mashirikiano na nchi jirani.
nchi kama Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi ambazo zinatuzunguka pia na zenyewe zinafuatilia swala zima la teknolojia hii ya habari na mawasiliano. Kwa hiyo kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati, nchi hizi zimekuwa zikishirikiana kuhakikisha kwamba mipaka yetu inakuwa iko salama, kuhakikisha kwamba tunazuia matukio yoyote, matukio ya kigaidi, matukio ambayo yanaweza yakaja yakavunja amani na kuwafanya wananchi wakose kuishi kwa utulivu. Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi kwamba teknolojia ya habari pamoja na mawasiliano ni msingi mkubwa, au naweza mimi nikasema ni muhimili mwingine wa kuhakikisha kwamba taifa letu, lakini pia na nchi zinazotuzunguka na duniani kwa umoja, kuhakikisha kwamba amani na utulivu vinapatikana. I'm Brigadier General Sadi from Bangladesh Army. It is an honor to be here today at the Immigration Department of Tanzania. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to the officials and the staff for their warm welcome and for taking the time to share valuable insight into the department's operation. Tanzania's immigration services play a crucial role in facilitating travel, ensuring security, and supporting national development. From visa processing to residence permits and border control, the efficiency and professionalism of this department contributes to the nation's growth and international relation. Thank you very much.